Cia mwanya mwerori wa Castro Media, Ikoyo Flavor Media, Mwathi Media, Kish Media na huko ginya kwa Wakabas Family. Tumunyite ogeni na tumucokerie ngatho ni nyumuthiaga na mbere na kurorera video cito na ngikora urerorera video cito na ndurira subscribe tugakohoya subscribe na uhinye notification bell negetha tukiupload video ugakorwo wa mbere na kurorera nie ngetwo Timo Castro na ndio mwe turakĩona tukiri na reverend nĩũrakĩona suti sawa maũndũ mothe me sawa tugacokeria Ngai ngatho muno haha tukite gucokia ngatho ni maundu maria Ngai ekite kuma riria mwakionire maundu maria maumirire kuria nenda-ini cia ukinyaniria tugikora ni gwetha baba ciko tugithi tukimwetha tukimuona Ngai ni mwega tugigithie thibitari akirigitwo na agikiuma na maundu mothe magakorwo me sawa muno na tumucokerie ngatho inyuothe mwatunyitiriire na njira nene njira ya mahoya na ginya njira ya kumenya kwenda kumenya baba ciko hana atia tukamucokeria ngatho cia mwanya muno makiria na ni wega ndimumenyithie video iria twekire ya mwisho twekaga twi mucii kuria baba ciko aikaraga na tugikimwira ni turendia ginya ngui na customer ni maumireire ni meyumiririe no hena ngui ithatu citigarite koguo angikorwo wi hau nurabatara ngui iria mundu aikaraga nacio nyumba iria wonete tukiendia ha citigarite ngui ithatu peke yake na riu guku titakuria maikaraga guku ni apartment kuria maikaraga on compound koguo ngui icio ni bado no cirendio ni wega ngumenyithia angikorwo ni ukumibatara gwikira namba ya baba ciko haha nigetha ukorwo ukimuhurira na maundu macio makorwo me sawa muno makiria tugithiega ona mbere tucokerie muthuri ugwitwo Dr. Joseph Warui, Deputy High Commissioner kuria mwena wa London. Dr. Joseph Warui ni gwikira bica yake haha nigetha ukorwo ukimuona. Dr. Joseph riria onire rugano ru na akiona kiria mamwe ma maundu maria maragia baba ciko muno meciria-ini make ni kuhingirwo Uber app yake iria ya suspendirwo na gigicoka macio ni maundu maria mamugiaga na riria Dr. Warui aretwo Dr. Warui Joseph Warui onire akihurira thimu na akinjira nie ni guteithiriria baba ciko nigetha app yake ikorwo igicokio tondu tariki he mitaratara ya itakifuatirwo nigetha ni undu wa suspension iyo iria yagiaga baba ciko muno na agifuatirira na njira nene muno akinjira ginya ni athie ginya headquarters kwao cia Uber kuria London Bolt cikoragwo kuria London na akinjira ni agwitwara nigetha akorwo agitwara mateta ma baba ciko na agigithie na agitwara na ginya age connect na ginya bururi uyu witu wa Kenya na uguo twi haha Bolt app yo ni hingure. Thank you very much Dr. Joseph Warui, Deputy High Commissioner London. Ngai akurathime muno makiria ni kuingira ithenya riu na ugakorwo ugituteithiriria na njira nene muno makiria. Umuthi nomenya hindi iyo igi baba ciko ndaragia muno no umuthi tugukiaria tukwaria koguo wikare hau inya turirikiriria ndereti ino tuganjiore mitambo baba ciko geithia andu aya tukoretwo twi nao kuma kiambiriria tutire twatigana na magakijuria updates ciana atia na ningamera no nguka ringi na ringi na by the way thank you very much aria othe mara request kama marenda kumenya updates cia baba ciko ni twashera huku muthenya wa muthi koguo ni ukumageithia alafu tucoke tuthie na mbere. Habari zenyu? Asante sana wana media kwa kutembea hapa kwangu. Karibu sana. Wakabas Family, Castro Media, Kisi wa Muthoni, Nyarari ya Murang'a, Mere Mwathi. Nashukuru sana kwa kutembea huku. I think mnaona ni nyumba mpya. That this apartment is not our own compound. But tunashukuru Mungu kwa sababu hii ndio mapenzi ya Mungu. Kwa hivyo asante sana kwa kutembea hapa. Kwa hapa tuteretange kidogo, tuseme sana kidogo. Tuongee kidogo. Yes. Na sababu tumeona mambo Mungu amefanya. Makubwa sana. Everything was installed, kila kitu kilikuwa imesimama na ikafika ni wakati we start again. Yes. And now here we are and we thank God for that far. Ngai ni mugai wa ciama nyingi tondu uria maundu makihanaga he andu aingi muno na nie ni njikaraga ngimacokagiria ngatho na twamerire tukiambiriria show ici tugire tutiroka kuheana rugano rwa baba ciko nigetha mundu akorwo akirwo achange mbia ciake. Wale watu walikuwa nasema hatuchangi hata hakuna mtu alikuwa amemwambia mchange na hatukuwa tunakuja kuchangisha, tulikuwa tunakuja kupeana. You are a public figure, hata mwingine niliona hapa ni kama alikuwa amepewa kasi ya media akashindwa
Niko naandika kwa majina. Sema sasa angalia mpaka ile hosi amepelekwa. Paybill iko jiani. Hautapata paybill. Hata ile hosi mama Blessia ataenda utapata paybill. Sababu kuna Mungu mbinguni na tuko na marafiki wetu. Wamekuwa msaada kwetu sana. Kutoka siku ile niligojeka. By the way, sijaenda job. Maybe hata job nitaenda kesho. Na tumehama. Tunakulaga, tunakunywaga. Baka hosi tumebuka. Na watoto wako shule. Na wako shule na tulilipa hospital bill wakati kwa natoka na ilikuwa private by the way. Nyumba tumehama, tumelipa kila kitu. Na tujaweka pay bill. Na watarajia tuweke pay bill kwa sababu kuna Mungu mbinguni. Mungu tu anaguzaga mtu mmoja. Anafanya jambo. Yes. Yeah, that's true. Leo mwisho ile twali nawe. Ile mara ya mwisho tulikuwa na wewe. Tulikuwa tunaondoa ile kazi ya pool plus na ile kiosk. Kiosk nilikuwa nimeacha umeambia watu unauza. Sijui kama bado unauza ama kunaenda aje. Kioski kwanza before niongelee hiyo, acha kwanza nishukuru kwa sababu leo ni wakati wa kurudisha shukrani. Shukrani zangu za kwanza simuendee Mungu kwa sababu yeye ndiye amefanya tufike hapa. Shukrani za pili siendee mke wangu kwa kuwa amekuwa pamoja na mimi, hajainiacha hata dakika hata moja. Shukrani za tatu siendee akina Castro Media, kisha Mudhone media wote wamekuwa pamoja nasi. Hata kama wametusiwa, wameambiwa maneno mingi. Kuna wengine marafiki wetu walikosa kupost hadi wasiatakiwe. Kwa hivyo shukrani za tatu siwarudie. Shukrani za nne wacha nirudishie familia zote zetu pande zote mbili. Wachukue safari hiyo shukrani zikuwa zao. Ya tano nirudishie ile hosi ilikuwa pamoja nasi au sister auntie yangu Margaret na masista wengine wote niwarudishie shukrani. Na hiyo shukrani zingine ziende kwa mafansi wetu wenye wamekuwa pamoja nasi. Wenye wamekuwa kitujulia hali, kupiga simu kujua tunaendeleaje, tuko aje, tumefikisha wapi. Kuna watu wajakuwa wakilala. Tuna marafiki wengi sana wamekuwa kwa social media na tukapata wengine wengi. Shukrani hizo zingine niwarudishie wenye wote wamekuwa wakitutusi, wakigojea pay bill, wakigojea tukija hapa kuitisha mchango. Kwa sababu ile comment yote unaandika pale iko valid. Ikiwa negative, ikiwa positive, iko valid. Na unapata wengine, kuna wengine unapata mtu anatutusi na tunapata huko anakusalimia, anakuambia sisi ni mafans wetu. Mama Shiko ananiambia hii picha niliona huko alikuwa anatutusi. Kwa hivyo sasa ile unaandika comment pale, juu hiyo comment yote inaandikwa inaonekanaga. Na kwa hivyo shukrani zote kila mtu, kama uliandika negative, uliandika positive, ulitupigia simu, ulichangia, may God bless you. Na watu walikuwa wananiambia nitafute kazi ya kufanya, Mungu awabariki. Na watu wanaambia kasa watafute kazi ya kufanya, pia wangekupa kazi. Mimi ni kazi ulikuwa umekosa. Hata nilikuwa nimewaomba, kuna wenye niliwaomba lakini hawajarudisha feedback. Shukrani hizo zingine nirudishie wenye wote wamekuwa kutupigia, wakitaka kutupea nyumba, wakitaka tuende kwa manyumba zao. Ni watu wengi sana wamekuwa kutupigia mpaka simu. Tumetoa mpaka nyumba pande ya Nyandarua. Tumepewa nyumba pande ya Matangi, tumeitiwa nyumba Roiro, tumeitiwa nyumba huko Mole. Kwa hivyo watu wote kama unajua kuna message uliandika ikiwa inatuhusu tukitafuta nyumba, may God bless you. Hiyo shukrani zingine, shukrani ni mingi sana. Kuna watu Saida nilitangaza nauza mabati, nauza umbwa. Kuna watu kuna mama kwanza alitumana akiwa nje ya nchi, akakuja akabeba ile mabati yote. Kuna mtu alikujia hapa umbwa na hiyo watoto wanne. Kuna mwingine amekujia na umbwa wadogo na hiyo watoto wanne watano. Kwa hivyo wote niwadoshie shukrani. Kama nimekusahau na kuna pale unajua uliparticipate, waje shukrani zote sikurudie. Na sitasahau my brother Sakayo Shege. I have one honored brother na amekuwa msaada sana kwangu kwa kila jambo lolote. Kwa hivyo shukrani zote wacha siwarudie wote, usikie pale huko. Hata kama ulitusiana, kama uliongea venye uliongea, ukae tu hapo ukigojea tulete baby na tutalete baby kwa sababu kuna Mungu mbinguni. Nikirudisha swali yako, hiyo kioski bado inanileta iko na mshike. Sasa pale niliweka nilikuwa nimepata ile process inastahili, irudi ikapigwa pale na ikaanguka kwa mtaro. Nikirudi tena nikapata tena nafasi nyingine ya kuiondoa na kuweka pale nyingine. Bado hata hapo nimeambiwa pastahili, tu bado natafuta nafasi. Kama maybe kuna mtu atasataka kuinunua ibebe, already na nitaiuza kwa sababu ni sina nafasi ya kuweka. But najua end of this week kama next week itapata pale pazuri na nitaiweka.
Kwa hivyo sura yako nimekodishia. Yeah, usipo use maybe unaweza itumia maybe kufanya nini juu hiyo time nyingine ulikuwa umekomboesha. Hata pale naweza pata nafasi ya kuweka, hata nipate mtu wa kukondesha. It's very good. Yeah. That is very nice. Mbona mama Shiko ananiangalia hivyo tafadhali? Anafurahi, anakumbuka hizo siku tulikuwa tuko na wewe huku. So anaona Mungu ulinirudishia bwana yangu. Amekuwa msaada sana kwangu. Yeah. Ameambia maneno mingi. Mungu ako pamoja na wewe. I know. Yes. Yeah, na unaona leo tumesema in fact Baba Shiko unaona alikuwa ameenda kushukuru tu, unaona amenyonga suti. Tukasema tutakaa tu hivyo na suti yake ndio ujue kuna Mungu mbinguni. Wamenipata red handed. Watu walikuwa hapo wakisema sijui nini. Huyu ndio Baba Shiko sasa. Na the Baba Shiko that we had before hii mambo yote itokea, sasa ndio nasikia sauti yako iki. Unajua siku nyingine tulikuwa tunakuja mara ya kwanza hata huko unaongea sana kidogo hivyo, lakini sasa hii sasa we are very very happy. Umbwa zimebaki ni 3. Zimebaki 3. Kuna Maya, kuna Silver na kuna Kafupi. Kwa hivyo kuna umbwa 3 zimebaki. Na by the way napeana na offer kwa sababu hii ni apartment nimeziweka juu. Kwa hivyo kama unataka umbwa pale kuja tu inbox. Tutakuzia pale ukitaka nikuletee. Nitakuletea mpaka pale huko. Ndio at least iweze kuniondokea kwa sababu this is not our own compound. This is apartment. Tunashukuru Mungu kwa sababu tuko comfortable kwa sababu kuna kitu moja mama Shiko alikuwa anataka. Hakuwa anataka apate mtoto akiwa ile nyumba ya kuvutana. Niki mama Shiko sote niongee. Sasa shida hii nyumba kitchen ni open. Ni open. Sasa nikiongea sasa hata ananikatiza badala ya concentrate na media. Mama Shiko acha ni concentrate na media. Ulikuwa unasema aje? Alikuwa anasema aje mama Shiko? Anataka apate mtoto wake. Hapo na hiyo ndio ilikuwa obi yake. Hata kama tulikuwa na barua by the way barua ilikuwa imemwambia akaiko mpaka December. Ile barua ya chief ilikuwa imemkubalia akaiko mpaka December. Mama Shiko akasema hapana, siki roho yangu ikiwa sawa nikipata mtoto hapa. Sitaki nyumba ya kuvutana, sitaki kwa nyumba yenyewe niambie nikaa na but for free. Hapana. Hata watu yetu mamangu, mama yake, aunti zetu wako wanataka by the way. Walifanya juu chini. Na tukaweza kupata nyumba tukaweza kuhama. Kwa hivyo sasa hapa anasikia akiwa comfortable, hata kama nyumba si kubwa, anasikia akiwa furaha sana. Anasikia tukiwa tumetosheka sana. Na tunashukuru Mungu sababu ya hiyo mambo penye imefika. Ile time tulikuwa kwa hizi harakati za kuzunguka hapa, unajua mama Shiko is expectant. She is almost there. Na hadi alikuwa na pressure inapanda juu ya situation. Unajua it's very dangerous by the way. Mtu akiwa ako pregnant alafu pressure inaanza nyinyi watu mnajua hizo maternal risks zenye zinakuanga wakati mtu ako na pressure na ako na mimba. So tunashukuru Mungu madaktari walikuwa na play part kubwa sana kuhakikisha mama Shiko ako sawa despite the fact that kuna mambo mingi sana zilikuwa zinamsumbua, na tulikuwa tunamtuliza sana, tunamwambia everything will be fine together with few friends wenye maybe najua na marafiki wa mama Shiko wenye hawamjui wenye misi wajui. So tulikuwa tunajaribu sana kuhakikisha mama Shiko ako sawa na turudishie Mungu shukrani. Baba Shiko, hii mambo yote imehappen in a very short time. What have you learned from this all? Like bibi yako ako hapo kidogo you not fine, then what time unakuja kuresume unapatana na matusi hivi na magunia online. Umejifunza nini through hiyo mambo yote imehappen? Before nijibu swali yangu, wacha nirudishie Waroi from UK. Shukrani sana. Je, ongea na yeye. Amekuwa akiongea na mama Blessy. Kazi jambo ya kawaida. Na tumekuwa tukiongea na yeye by sana. Account yako kupewa suspension ya miezi 3. Baka watu walinipigia simu. Wakaniuliza kwa ni mimi ni nani. Baka report yangu inafika headquarters. Kwa hivyo nipokea shukrani zangu kwa kuwa ulichukua jukumu na uzito sana na ukaweza kuchukua hatua na already account yangu ishafunguliwa ya Bolt. Kwa hivyo nitarudi job na sina lolote la kulipa. Nikusema tu Mungu akubariki na uwe na hiyo moyo uko naye sana. Nikirudi kwa hiyo swali yako, nimejifunza kitu ingine si kuwa nimejifunza sana. Sio watu wote wanakuchekeza wanakuwa ni marafiki wako. Sio wote mnakula na wao ati ni marafiki wako. Na si wote wanaweza kutakia mazuri. Wengi ni furaha yao ni saa ile wanasikia umeanguka na wadhine kana, furaha yao ni saa ile unaisha.
kitu yenye wanasahau mwisho wako ndio mwanzo wa Mungu. Pale sasa umefika, umeona umefika mwisho. Na wenye wanategemea binadamu wamelaaniwa. Hiyo ni kitu moja nimejifunza sana, kwa sababu hata wengi wamekuwa supporting kwetu, si watu tunajua. Unapata mtu atumjui ametafuta kama mwenye alikuwa anatafuta namba yetu kwako. Unaona, mtu anakuja inbox anatafuta mama Bresa na muuliza umefanya hivi, sijafanya, utasimamia hivi, unaona? Kwa hivyo wenye ulikuwa unatarajia watasimama na hilo kuna shida, waonagi. Kwa hivyo hata sasa ile unatenda wema, tenda wema nenda zako. Wakati utashikwa na jambo, wenye umeshasimama na wao si wenye watasimama na wewe. Mungu atakutarajia wengine wenye utarajii na wenye ufikiri kama watakuwa msaada kwako. Kwa sababu Mungu hawezi kuja direct. Yeye anatumia mtu. Mungu sana hutumia mtu. Na huyo mtu anatumika kutoka ndani ya Mungu. Kwa hivyo hii kitu imenifunza aje? Ni mzuri sana kuweka urafiki sana na Mungu wako. Wacha kwa sababu urafiki wa mtu inaisha. Na ujui mtu mwenye. Kwa hivyo hii kitu imefanya nilani sana, nikaona ni mzuri sana uweke urafiki yako sana na Mungu. Kwa sababu gaida yake kwa hela magari yake tofauti. Kwa sababu sasa ile nilikuwa mgonjwa. Nikakuja nikalikava. Zile comment nimepatana nazo. Watu wenye wewe tarajia wanaweza kuja kwa social media yako kutusiana. Ndio unapata wanatusiana. Watu wenye wanakuchekesaga ndio wanakutusi, ndio wanaongea, ni biashara wako naye, ni kakara wako naye, hawa ni baby wako karibu kutuletea. Baka wengine familia yetu. Yeah. Hiyo story ilinifikia. Mtu anapiga simu anasema, hao ni pesa wanatafuta. Yes, hata kama ni pesa unatafuta, maybe umepata si yote ni kutafuta pesa. But wewe tafuta pesa na ugonjwa. Hapana. Wewe tafuta pesa na kwenda kurasa hospitali. Umeelewa? Kwa hivyo hii kitu imenifunza kitu kubwa sana bwana Castro. Yeah. Na kuna watu wenye I know on a personal level na watu pia wanajua Baba Shiko. And it's very bad, wacha niwaambie, sababu kuna mtu nilikuwa naona hapo, I will not mention the name, unakuja unasikia nauliza what is the basis of this whole thing. Unaona? Wewe Castro sijui nini, na ni modo aje wewe, ni mtu ananijua vizuri na ni mtu anajua Baba Shiko vizuri. Kama ulikuwa na doubt na hizo information zilikuwa zinapeanwa hapo, unge reach out privately. Sikukuja kucomment hapo. By the way, ilikuwa inanihack sana. Ni mzee mzima sana, na unaona huyo mtu vitu zenye anaandika hapo, unashindwa, huyu mtu ananijua na hata ako na namba yangu. Why don't you just call me uniulize Castro, hii mambo unaona aje ama unaona aje, without kukuja kucomment hapo negatively ukiquestion hiyo mambo yote. Na mimi ninawaambianga, unajua kuna watu wanasema ni kakara, Castro uliambiliwa percentage ngapi sijui, kumbe kuna watu wanakuanga biashara huku na sijui. By the way, nitakuja chunguza ndio hata mimi nijue ile percentage nitakuwa naitisha sababu kuna watu walikuwa wanakuja hapa ati unapewa percentage ngapi. And let me tell you, hakuna mahali tumwahi changisha. Na tunaomba Mungu hatutawahi changisha. Na kila kitu ile mashida yote yenye tulikuwa tunakuja kusema hapa through maybe few people na maombi za watu wengine hapa, Mungu alirestore everything. Mungu alirestore. So wewe ulikuwa unasema hapo at the enemy, kwanza kuna mwingine alikuwa anasema ati ni mwisho wa mwezi, ati doshia Mungu wako ati walikuwa wanasema Mungu chunga mfuko wako, Mungu chunga mfuko wako. Kwanza hata kuna mwingine sasa ile tulileta ile hosi mama Bresa anaenda, mlikuwa mnasema hamna pesa na mnaenda hosi private. Hatuko tunasema hatuna pesa. Ni jambo tu ili tupata. Na katikati ya watu wenye wako hapa panatokea tu mtu mmoja. Si hata kuna mmoja alipigia Mama Shiko akamwambia, Mama Shiko, mimi nalipa maternity fee. Si ndio? Rafiki tu yake. Akamwambia ni hosi gani unataka kwenda? Mimi nikasimamia. Kwa hivyo unapata yeye mwenye anafikiria sio venye kumetendeka. Mungu ametumia mtu mwingine. Umeelewa? Kwa sababu hii kitu hata Mama Shiko amelani. Hata afadhali baby ungekuwa hapa. Unataki? Afadhali angekuwa kwa sababu amepata marafiki wengi, hata wengine hawajui. Unapata maybe ako social media yake, mtu amekuja inbox, mmemwambia hujafanya hivi, hujafanya hivi. Wengine wanatarajia apate mtoto, marafiki wengi wake. Kwa hivyo ile marafiki ulikuwa unatarajia ama unaona wataweza kuwa msaada kwako zaidi uko na shida, sio wenye wanakuja. Na wenye wana comment hapa unapata mtu unamjua. Hata mimi singefikia kama mtu kama Kenywa ile ataweza kutuziana hapa kwa social media. Mimi siwezi kuogopa kumtaja. Unaona? Huwezi fikiria kama mtu kama Madhai ataweza kutuziana hapa, ni mtu anakujua, ni mtu akona namba yako. Baada apige simu yangu ichukue na Mama Shiko, amwambie nini inaendelea. Yaani unapata mtu
hata wewe siamini by the way. Sijui kama hapo wengine nilipata, kuna mwingine nilikuwa naangalia jana hapa. Ni kama anatafuta viewers na story yetu. By the way, niliona story yetu ndio. Hata ni blog upcoming. Ndio nimeona story yetu ndio imempa viewers mingi. Niliona baka ameshaenda kwa media, alikuwa ameajiriwa kwa media, sijui akashindwa na hiyo kazi. Sijui sasa ukishindwa na kazi unatafuta hata subscriber na stories zetu. Hata ukitafuta subscriber na stories zetu, siongea this stories na make sense. Na kitu unajua. Sababu nisi akisema tumeona amepita kutoka Kantafi, amepita barabara zote, kuna stairs za Mathare, mimi siko wazimu. Kuna stairs za Mamarusi, amepelekwa private. Si unaona hiyo ni paybill iko kwa njia. Tukojeni paybill. Sasa umeona tumeweka paybill pale na tutaweka paybill. Mama Shiko ataenda apate mtoto mzuri na akuja hapa tuendelee na maisha yetu. Kwa hivyo watu wengine at least ukiona kitu wacha kukimbilia kuongea kwa sababu wengi wataibika. Na wale wameshaibika. Umeelewa? Sababu wewe unakimbia ndio upost pale, upate viewers, upate likes, upate chai, watu wanakuja kwa sababu unaongelea kitu fulani. Itaenda tu siku moja siku mbili. What's the benefit? Kesho tukipatana naye bwana utaaibika kwa sababu uliongea kitu yenyewe. Na maybe uko na namba yangu, uko na namba Mama Shiko, ungempigia simu private. Muulize hivi nasikia ni kweli. Kwa sababu kuna wengi wanampigia simu. Kuna wengi walipiga by the way na pia hao mafans wa Castro Media au wa US, London, kuna mtu alikuwa ananipigia simu kuniuliza story yako, tunaongea even 1 hour na kwa US ako. Unaona? Au ni watu hujui, ni mafans tu na wanapiga simu kuenquire wajue nini inaendelea. Na je, mtu mwenye anakujua, mtu ako na namba yako, hata mtu mnaongeanga at least ukimpigia. I think ni vizuri kama uko na doubt na any information na ya mtu unajua, just call that person, just visit that person. I think wale watu wote walikuwa wanasema sijui ni kakara, sijui ni nini. Kama hiyo time mngeamua mvisit Mama Shiko kwake, ndio mngekuwa hata mnamsaidia sana kumtuliza na kujaribu time tulikuwa tunatafuta bwanake, mngekuwa mnasaidia. Lakini ni mbaya sana kukuja kucomment hapo hivyo. Na niliwaambia we are all candidates of this. Hakuna today we are healthy, tomorrow you don't know. Kesho utajipata wewe ndio mgonjwa na mtu achaguangi ugonjwa ili atakonjeka. Hata mental problem, mental health inakuanga tu, everything is at risk. So don't take anything that you have for granted. Na dukanyororie ado ashiorona maybe someone is going through something or unatumia to bundles na to free mode kuja kucomment na kutukana watu. That is very 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 bad. Baba Shiko, kuna content bado Mama Shiko sasa hatutamuingiza kwa kamera, wacha pia apumzike ajifungue, maybe akishajifungua tutakuja ongea in future. Kuna hizo content mna upload pale Wakaba Family. Na by the way kama hujasubscribe, kama hujawafollow pale Wakaba Family, mafans wa Castro Media, Kish Media, huko kwa Mwadhi Media na Gikoyo Flavor Media, just go there and subscribe to their YouTube channel. It's a very big YouTube channel. They are public figures just like I told you. Kuna content mna upload pale. Kuna ile ya mwisho niliona, I think ilikuwa ya ile video ilikuwa ukifua nguo za mtoto. Na hiyo video nilikuwa nimeiona tena, tulikuwa tunakutafuta. So you had already recorded. But niliona mtu alisema, "Unaona ni kujifanya mlikuwa mnajifanya." Unaona hata sijui amjahama na hiyo video hata ni ya kitambo. Na in fact by the way watu wamefuatilia hii story. Kuna siku tulikuwa nikifanyia Mama Shiko na nikamwambia tukiwa tu kwa kamera nikamwambia hizi video mtaekewa, nikamwambia mafans hizi video mtaekewa sababu I saw them. Hao watu ama hizo content vile mnazi-upload, feedback mnaichukua aje kulingana na vile watu maybe ama kuna mtu anataka clarity maybe uwaambie. Unajua unapata mtu anakuja kwa video na hajafuata story. Anaandika comment ama anatusiana na ajue kenye kinatusianwa. Hajarudi nyuma ajue story. Tu amekuja tu ameona story. Kuna mwingine nilisikia akisema ule kujifanya ajifanya anavua nguo za mtoto. Hizo video nilikuwa nimefanya mbeleni. Hata mkiangalia hata maybe sasa hivi tunafanya video, maybe Mama Shiko amepewa mtoto na amjui. Kwa hivyo zero video tunaweka, si ati yenyewe tunaweka tumefuatanisha. Sababu sasa hii channel yetu iko na more than 10 videos hatuja upload. Kwa hivyo ukifuata video ndio uweze kuja kucomment pale, unakuwa umezuri umefuata story venye inaenda, ndio uweze kucomment. Unapata mtu ametoka from nowhere, amekuja amecomment. Mwingine anakuja akisema, mlikuwa mnatudanganya." Kusema ukweli, wengine wakasema sijui ile barua tulikuwa tunasema tujaandikiwa barua, already tumehama. Wengine wanasema huko mlikuwa mnasema ni kwetu. Sisi kama Wakaba Family, by the way tukaagi maisha ya kujifanya. Hiyo maisha venye tunafanyika hivyo ndio tunaishi. Tunaishi maisha humble, inaitwa humble. Kwa hivyo kenye tuna upload pale kenye tunafanya hivyo ndivyo tunaishi. Hatuwezi hata kwa nyumba kubwa, ndio sasa tuko na nyumba kubwa
Na tungekaa kwa wenyewe tukatalia kwa sababu watu wanasema ni kwetu na already tumepewa barua ya kuhama na hiyo ni kitu yote itasapata mtu. Umeelewa? Na tungekatalia kwa sababu kisheria kama ningefuata kisheria huko ningekaa miezi 3. Basi sitaki kukaa kwa nyumba yenyewe yenye hata mwenyewe nyumba tu kwetu hiyo muda wote hajaiona naye. Mwenye alikuwa anatumia nyumba ni mtoto wake. Na sababu amefika pale amekosa kutuongelesha sababu alileta barua, amefika pale amekatiwa maji, hakuna haja ujiforce issue yenyewe utaweza. Kwa hivyo nitazabia mtu hapa kama umepata video pale imeuploadiwa, fuata story nzuri before ukuje ukome. Na before niendelee wacha nirudishie watu wengine shukrani. Niwaambie watu ni wengi sana. All online driver. Madogo wenye tunafanyanga nao shukrani sana. Nimerudishia shukrani za dhati sana. Kutoka chairman wetu, kutoka speaker, kutoka wenye watu wamekuwa pale, niwarudishie shukrani sana. Sababu wamekuwa msaada sana kwangu. Kati yenye sikuwa walikuwa wamenitafuta, walikuwa wanapiga simu kwenye nilipatikana, unaona mlikuja na wao mpaka huko. Kwa hivyo all online driver narudishia shukrani zote za dhati. Kama Captain Charlie Whiskey wenyu sasa niko hapa. Thank you so much. I like that. Nafurahia sana. Arudie nini? Hiyo jina. Kwa online driver naitwa Captain Charlie Whiskey. Na kama uko hapo hujatupa subscriber, baada pale kwa Akaba family, tupe subscriber. Either tunaelekea 50,000 subscriber. Yes. Naona you are doing amazingly. Kuna watu walikuwa wanauliza, unajua sasa hivi uko sawa. Na mimi najua hizi vitu alafu wewe ni mwanaume. Hizi vitu zote umeziona online. Hao watu wanalia shida kwani cha uimbaji ya shikoa ilipi? YouTube ya shikoa ilipi? Fanya hivi wewe unauliza swali. Tengeneza tu YouTube yako ama uangalie YouTube before ikulipe. Wenye unakuja pale una watch inakaaga sana. Hata sijui YouTube ya Shiko mara mwisho ililipa lini mama Shiko? After kuupload ya mwisho. Kwa hivyo sio kusema pale uko na YouTube ya mwisho iko na ni kitu miezi ngapi? Ama ni mwaka? Karibu mwaka. Mwaka. Kwa hivyo niwaambie YouTube ya Shiko hailipi. Acha niwarudishie Shiko ya hailipi. Kwa hivyo na hata wenye wagiwa kwa hapa ndio unaona hata waibaji wako na kazi nyingine wanafanya. Huwezi kaa pale unategemea YouTube. Hata wakina Castro Media wataweza kuambia kwa sababu wako na YouTube. YouTube kuna ile inavakati ifike ilipe inalipa in terms of dollars, ndio? Ndio ikuje ifike na kuna ile ya in euros. Kuna pale inafika ndio iweze kulipa. Hata hii YouTube yetu utaweza pata tumefanya mwezi tumeupload mwezi mwingine na bado hujalipa. Sababu haijafika kuna ile kiwango ya kulipa. Kwa hivyo wenye wanauliza YouTube mnalia shida, YouTube yashikwa ilipi? Hailipi, wacha niwarushie. Na shida hakuna mtu yeye pata. Na tu uko tunalia shida ni kenye kitu ilinipata red handed. Kitu itasapata mtu. Kwa sababu sasa ile uko uhai utaweza jipata mochari, utaweza jipata jela, utaweza jipata hospitali, utaweza jipata kila pahali kwa sababu sisi wote ni candidate. Kwa sababu usicheke kwa sababu kwa neighbor kuna ungua. Hata kwako utazafanya nini? Utaweza ungua. Kwa hivyo sasa unacheka sasa ile mtu mwingine anaumia na anapitia mambo magumu ama unasema hata kuna mwingine nilisikia akiniuliza swali gumu hiyo sio tarudisha tuendelee. Ndio tunaona. By the way tunaonanga hizo alafu mimi unaona comment zote either ni negative ama positive. Una like. Huwa na like ndio nikuonyeshe imefika penye ulikuwa unataka. Tumeisoma unaona. So comment zote initially leo umekujia ni 50 ilikuwa unalipa 50%. Walikuwa wananiuliza ni percentage ngapi hata sijui. Hawako wameamua ni ngapi. Sasa tumepata pesa ngapi ndio ndio nigawiwe zangu by the way. Kisha wamdoni. Kuna percentage ngapi? YouTube huwa ilipi. Na by the way acha niwaambie by the way and I'm sorry to say this hizi content zote mnaonaga tukiweka YouTube hata mimi mwenyewe there is a time napatanga sijafikisha threshold with those all over 200,000 subscribers. Kuna time utafika uone hujafikisha threshold ama kama umefikisha it's a margin yenyewe haiwezi simamia the expenses zenye ulitumia ukienda kufanya content. So pia tunatafutanga pesa na unaona advertisements nini kama mtu anataka kuadvertise huko ndio tunapatianga pesa. Lakini kusema ati ni YouTube ukitegemea ndio salary yako my friend uko jizo ni answers. Hailipangi hivyo vile unafikiria. So Baba Shiko here you are ndio usiwajipata kwa situation kama hiyo. Maybe ni mikakati gani umeweka ndio usiwajipata kwa situation
enye vitu zinakusumbua at once. Kwanza hata hujatuambia tulikuwa tumeacha hata pool unauza. Pool je iko kazi saa hii juu penye tulikuwa tunaenda kuihamisha, penye tulikuwa tunaambiwa and sorry to say this, kuna watu walikuwa wanasema hadi hizo vitu ni kakara zenye tulikuwa tunaenda tukihamisha kazi ya Baba Shiko. Kazi ilihama kila kitu, unaona amehama, sasa hivi tuko mahali kwingine, so everything has changed. Ni mikakati gani umeweka hiyo mambo isiwahi jirudia? Kitu yenye kosa ilinistua. Umepewa notice kwa kazi, umepewa notice kwa nyumba, na watu wanasema ni kakara. Already sasa umeona si kakara nimehama. Kazi nimehamisha. I thank God nimepata pale nimeweka pool, inafanya poa. Hata kioski itaweka na ifanye poa. Kwa hivyo yote itajipa. Sababu unaweza kaa pahali na pengine ndio pamekufunga. Unaona sasa ukirudi kwa Biblia kuna watu walikuwa wamegojeka mara walete magu. Na neema ikalile walikaa pale wakaona watakufa na njaa. Wakasema afadhali tuamke. Twende watu uwe tukiwa tumekula. But sasa ile waliamka Mungu akaongeza nguvu. Kwa hivyo sasa ile walikuwa wanaenda wale wakasikia kama ni wanajeshi wanakuja. Wale za farasi. Wale wakatoroka wakaacha wale wakaenda fanya nini? Kwa hivyo naye mimi nilichukua mikakati ya kuhamisha kazi, kuhama kwenye na nilikuwa naishi. Kwa hivyo hiyo harakati ya kukuja na kuhamisha kazi, Mungu ataongeza nguvu. Itakuja imefanya nini? Imejiweka. Kwa hivyo mambo yote iko shwari. Tumejiweka mbele ya Mungu na Mungu hajainiaibisha. Kwa hivyo atarudi hii sitaaibika. Sinisikia mpaka pale nikihama nikiambiwa ni wazimu, ende ukunywe madawa, hujamaliza madawa. By the way na ni mzazi alikuwa anakuambia hivyo. Mzazi alikuwa niambia hivyo. Na nikamwambia nisitaki kukutusi tafadhali. Mzazi mzima anaitwa Shosho. Anambia ni wazimu. Huwa tena naye ni wazimu. Alikuwa anakuambia mbele yangu. Mbele yako. Ende ukunywe madawa za wazimu. Mimi si wazimu. Na si wewe sitaka kuwa hapo pale nilikuwa. Na wewe sitaka kwa sababu kuna watoto, wewe furahia mtoto wako ama wewe mwenyewe akifika pale, sio kupenda kwa mtu. Sababu hata mkitaka hata results za hosi ilisema depression. Hata kuna video hapa tutawaekea nilikienda kliniki ya mwisho. Thank God wakaniambia niko sawa. Nimepata counseling ya kutosha. Na nimejikubali venye niko. Hata huko niko tulikuwa na watoto wangu tushajikubali na maisha ime move on. Ile wakati tulikuwa tunakutoa hospitali, tukikuja nyumbani uliona reaction ya Shiko. Shiko alilia sana sababu alikuwa anajua hizi vitu zote zina happen, na hata najua Shiko sasa ni mtu Shiko na by the way ni mtu mkubwa sasa, ni kasichana kubwa. In one way or the other atapatana na hizi vitu online, comments za watu online. Umefanya nini kuhakikisha maybe Shiko ako sawa, sababu inaonekana it was very disturbing to her as a girl. Anaona babake hayuko, kwa naona hadi pale Facebook anasema ile time hauko kuwa dad, come home, we need you, hizo vitu zote. So how have you ensured that Shiko ako sawa, like ametulia, kila kitu iko sawa juu asikwe disturbed kama mtoto kwa akili? Shiko anaongea naye sana. Na tuliweza tukaongea naye, nikamuuliza kitu nilimuaffect sana. Kitu nilimstua ile video mliweka nikitoka hosi. I hope hiyo video aliona tukiwa hosi, sio mama Shiko? Hiyo kitu aliniambia hiyo ilifanya alie sana kwa nyumba. Nikakuja tukakaa chini tukaongea. Uzuri wa Shiko sana chuad. Mtu anaelewa. Nikamwambia, kaniuliza kwenye nilikuwa, tukaweza kuongea. Kwa hivyo Shiko ako sawa. Masomo yake inaendelea mzuri. Nashukuru Mungu kwa sababu bado ako kwa ile shule. Tujambadilisha. Na maybe Mungu anatendaga jambo. Si lazima nimbadilishe sababu kuna Mungu mbinguni. Naendelea pale kwa sababu kitu Shiko kwa weird. Ni kubadilisha shule. Sababu hata pale sasa pale tulipata nyumba. Mimi sasa nimlipie school bus hata dela. But nimemprepare kimaid. Nito okay. Kimawazo. Maybe next year tutambadilisha shule. Na mambo ikiwa mazuri, si lazima nimbadilishe shule. Kwa hivyo yeye ako prepared. Maybe next year tutabadilisha shule. Ama si lazima abadilishe shule. Kwa sababu mambo ikikuwa sawa, ni financial, sitambadilisha shule kwa sababu ile shule. By then nisikia watu wakisema hapa tunasema tunashida mtoto anasomea private. Lesi amesomea private kutoka kwa PP, inaitwa PP1. Baby class. Ndio alianza private hata dela. Na hiyo ilikuwa biangu sana kwa maisha yangu kwa sababu mimi sikusoma. Nilikuwa naomba tu watoto wangu wasomee the best school. Na hiyo ilikuwa na furaha yangu sasa ile nang'ang'ana natafuta pesa, natafuta
Nasikia furaha nikilipa 1,000 nikilipia mtoto wangu shule. Nasikia furaha nikimlipia lunch. Nasikia furaha, hiyo ndio furaha yangu. Hiyo hata hobi yangu. Sababu Mungu anatumia njia yote mtoto wangu asomee private mpaka kanisa. Yeah. Amen. Mungu atasaidia. Shiko ni public figure, wazazi ni public figure. Sometimes pale shule unajua unapatanga watoto wa mafans ama watoto wenyewe ni mafans. Kuna kuanga na trolls za hapa, whatever has happened, vitu wameona online. Mnakuanga mmeprepare aje Shiko maybe akapatana na trolls za watoto, maybe wakimwambia vitu waliona huko online bila ataweza kudeal na hiyo situation. Uzuri wa Shiko. Kwanza niambie mama ako hapa kwenye tulikuwa tunaishi. Nikwambie shame on you. Kuna mama pale aliita Shiko kwa gate. Shiko! Atinisikia baba yako alipotea. Wewe unajijua, sitaki kukutaja kwenye tulikuwa tunaishi. Shame on you na uaibike kwa sababu ule ni mtoto. Mtoto hata shule. Uzuri kwa shule yao, mwalimu wao, unakumbuka kuna wakati ulikuja kuongea na mwalimu yake. Mwalimu yake anajua kuhana Shiko na kumuongelesha. Kwa hivyo Shiko akiambiwa anything anakuja ananieleza, ananiambia mwalimu. Na Shiko tunakuwa tumemprepare anything atazabiwa, sababu tumesuka sana kuja hapa. Mama Shiko akasema hata hapa huku ni kuzuri, tumejificha. Sisi tumejua sisi ni public figure. Watu wametujua hata kuliko vile tulikuwa tunajulikana. Juzi nimepatana na watu hapa, mama alikuwa anabeba mtoto. Na niwasalimie sana mafanzi wetu wenye tulipatana hapa, mama umebeba mtoto. Hapa kama family. Nikaambia nyinyi mnatujua. Hata ile video mmeupload ni ukivua nguo za mtoto. Nikaona ni watu wanatufuata. Kwa hivyo nyinyi wote mnatufuata. Nyinyi wote mko hapo mjatupea subscriber, tupende subscriber. Wenye wote tunawafurahisha. Endeni tu kutufuata. Wenye wote mmekuwa pamoja nasi, endeni kuwa pamoja nasi. Kwa hivyo Shiko ako sawa. Tunamprepare tukiwa chini anajua venye tuko. Tukiwa juu yeye Shiko mwenyewe anajua. By the way ilifika pahali. I'm sorry kusema hivi. Shiko anabeba snacks akienda shule asubuhi. Na kuna wakati ametoka kwa nyumba. Pale anaenda kubeba snacks akubeba. Paka mama yake akuje jioni akamuuliza ni kwa nini. Akamwambia mama, ile pale tumefika, si lazima nibebe snacks. Hiyo kitu nisikie imeniumiza sana kwa sababu mtoto anaweza kubeba snacks, but yeye amefika pale ameona wazazi wangu wako chini. Sababu hata pale tunabeba snacks, unapata bibi bili imekuwa juu. Nikakuja nikamkasha chini nikamwambia hata kama utabeba ile snacks yote inatoshekana ya lunch wa masaa saa 4 watoto wakikunywa kahawa ama chocolate, beba hata kama ni keki. Kwa hivyo Shiko anajuaga. Ukiona mtoto anafika kwa duka na ameambiwa ile achukue, amefika pale akaona baby. By the way alifika hapo hata kuingia kwa duka akaenda shule. Sasa mabrezi kwa kusuliza kama Shiko alibeba snacks. Kabisa Shiko akubeba snacks. Hapo kutoka shule tukamuuliza. Sema niliona pale tuko, si lazima nibebe snacks. Kwa hivyo Shiko na huwa anajikubali. Kwa hivyo saa hii hata anajijua in case mambo yetu ikiwa sawa, Shiko ako sawa. Ikiwa ups down anajua mambo iko sawa. Na anajua mambo yatakuwa sawa. Wow. I'm very sure wale wa zile reasons ya watu wenye walikuwa nawaambia muhame, especially kwa nyumba, I'm very sure landlord sasa anajua mmehama. Labda amwai waongelesha waambie sababu ya kuambia muhame abruptly apart from sasa hizo zenye walikuwa nasema ni delay of payment. Kwanza nishukuru hiyo mama. Huyo mama ana makosa yote. Na ile video tuliweka kwa Kaba family, nilimpigia simu nilikuwa kwa kamera. Ananiambia Kaba, ananiita Mwangi. Bili umelipa? Kamwambia mama nikienda, kaniambia bali unaenda na baraka zangu. Nikamuuliza mama nimetoka kwako na deni. Hauna deni Mwangi. Kwa hivyo mama tujaionana hivi. Na mama ni maneno anapelekewa. Mama hata kama ningechelewa kulipa, ilifika pale ni kama msichana wake alimwambia mimi nitajitoa kwa sababu msichana wake ndio alikuwa anasema alikuwa ananiandikia kwa WhatsApp. Rent imechelewa. Sasa ilifika pale akajiolewa. Sasa tulikuwa tunaongea na mama yake. Mama yake akinipigia Mwangi, ananiambia amekupigia date 7 ama 10. Mwangi sijaona rent, kwambia mama before date fulani nitakuwekea. Na hapo ananipigia simu tena. Kwa hivyo mama acha nimshukuru, yeye hatujakuwa na ubana Hii shida zote imeletwa na mtoto wake. Na ibaka kuandika barua kwanza kuandika tuko na arrears ni mtoto wake. Kwa hivyo hata mama alistuka kusikia tumepewa barua iko na arrears. Kwa hivyo mama ana makosa yote. Na tuliongea na yeye. Nilienda pale kwa nikafuta kuhama nikakilia compound. Huko nyuma kote nikakilia. Nikaacha nimemfagilia nyumba. Sasa nilitoka na roho safi. Na mpaka kwa hiyo nyumba tukaomba. Kwa sababu hiyo muda wote tumekaa na yeye, mimi dai niongeza vibaya. Tujai gobana. Ni yeye alikuwa amekupea nyumba ama ni msichana? Msichana alikuwa amenipa nyumba. Kwa hivyo
Kwa hivyo huyu mama hana shida yote na sina ubaya na yeye. Kwa hivyo nyumba yake niliacha ikiwa sawa na mambo iko sawa. Kwa hivyo anajua tulihama. Narudi akanipigia akaniambia nimeenda na nimesahau nimeenda na ufungo yake ya gate. Nikatoka hapa nikarudisha ufungo yake ya nyumba na mambo iko sawa. Yeah. Wow, that's very much. Mimi nimefurahi na huwa nafurahi sana wakati naona ile expectations tulikuwa nayo wakati tulianza kufanya hizi video zote, at least imeafikia. Siwezi regret kukuja hizo siku zote nilikuja, time haukukua, time ulipatikana kuenda kuangalia hospitali. I cannot regret because whatever I wanted we have accomplished. Mungu amefanya makuu. At least sasa mahali penye tuko tunaongea mambo zingine, at least nyumba mwenye alikuwa anataka nyumba yake mlimuachia, sasa mko kwa nyumba nyingine, pool inafanya kazi, ndio hiyo happy imekuwa restored. Like I am happy. So tukimalizia Baba Shiko, tumesema kuna hizo mbwa 3 bado tunauza. So naweza taka uambie your closing remarks, kitu yote unaweza taka kusema tukimalizia, alafu rudi upeane namba ya simu. Wale wa supporters, wale watu wanapenda maumbwa na chiwawa ama nini zinaitwa aje hizo ni gani? Mimi sijui. Sitakwambia. Sema? Japanese speech. Oh, Japanese speech. Okay. Ni mzuri kuwa bibi amesoma. Hizo kama unataka hizo umbwa tulikuwa tumewawekea hapa. Kama unataka hizo umbwa unaweza press your order there. So ukimalizia your closing remarks alafu upeane namba ya simu. Kwanza nimeshangaa. Na kushangaa ni kuona venye watu walikuwa natarajia na venye maono kana muonero wa mundu tigo mweshiria wa Ngai ka tigo muonero wa Ngai. Pale tuko sasa sijarudi job. Maybe tarudi job maybe kesho ama kesho kutwa. Piga hesabu Castro. Tumehama. Tunakuraga. Nimehamisha pool. Na mambo iko sawa. Kwa hiyo wote kama unajua umeparticipate pale yote, wacha nikujuze shukrani. Kama umefanya kwa Wakabas family kunuke kitunguu, chukua shukrani. Kama umepata kwa Wakabas family wahame, sababu kuna watu wameparticipate hapa na njia moja ama nyingine sana, especially Antuango. Kwani unasuka inaita kwa kwani especially hivyo umeikosoa iko sawa. Mbona gisha ananiangalia hivi? Antuango. Na masista wote. Mungu awabariki sana. Umekuwa msaada sana kwetu. Umetushikilia sana. Umekuja mpaka kwa nyumba maombi na mjaituacha. Kwa hivyo shukrani zangu za dhati. Wacha nirudishie huyo aunti na familia yetu, na pande ya my wife, pande yetu kwenye nimezaliwa. Kama unajua umeparticipate pahali yote, God bless you. Ubwa zenye zimebaki, kuna mzee amebaki, baba ya watoto, kuna kijana mtoto yake, na kuna mama. Ukitaka hizo ubwa, utakuuzia tu affordable price. Ukitaka kunipata, 0721 592 796. 0721 592 796. Usiulize ni kwa nini tuna smile. Ni watu wenye wako nyuma ya kamera ndio wanafanya tucheke kama kichwa Modhoni. Sasa nini nakuchekesha ukiuliza? Anafurahi sana akisikia ati umbwa na baba zao. Hiyo hawaiti ni baba yao, na kijana na mama. Hata ukitaka zote zikuwa pamoja, bibi, bwana na mtoto nitawauzia. Nyumba mzima. Nyumba mzima. Hata kucheka pasa kish. Sawa, thank you very much. Tunashukuru sana na vile tu tumewaambia tuko kwa Baba Shiko Blessing na tumeshukuru pia kutembea na tukajua penye wanaishi. Hatukuweza kukuja wakihama, unaona? Tungetaka tuwaonyeshe, tulikuwa tunataka tuwaonyeshe progress hadi matanet yote. Tulikuwa tunataka tuone tukiwaonyesha yote bila kusema mchange. Ndio wale wa kusema hatuchangi waone kila kitu imehappen. Na wacha nikwambie after even all that has happened, still Wakaba family hawatakosa kuupload video zao. Kenya tu tuliagree watatwist kidogo content ndio watu waache kuwachukua jokingly sana. Watwist tu kidogo but watakuwa kiupload vlogs zao kwa channel yao. Kwa hivyo ukitaka updates za Wakaba family enda pale Wakaba family pale YouTube, usubscribe now.
finya notification bell. Thank you very much. Tukurikiriria hau mwerori wa Castro Media, Kish Media, Mwathi Media, Gikuyu Flavor Media na ginya guko kwa Wakaba family. Ngai amurathime muno makiria ni guthie na mbere na kwirorera tabarira cito na nie hoya ori gia korwo urera video ici na nduri subscribe gakoya subscribe na hinya notification bell nigetha tukiupload video ugakorwo wa mbere na kwirorera. Tutanarekereria babashukuru nataka kusema aje kama tujamalizia ni mzuri tutume risala za rabirabi kwa Raila Amolo Odinga familia mzee na familia yake. Mzee tunaheshimu sana. Kama sisi huyo mzee venye ameaga ameguza kila mtu, sababu Kenya tunaga ukabila. Kwa hivyo tunatuma risala za rabirabi akina Wakabas family, Kisu wa Modhoni, Castro Media, wote media yenye iko hapa tunatuma risala za rabirabi wasikie wakiwa pamoja. Kila mtu atapita hiyo njia. Wacha mzee wetu apumzike poa. But kwa hii Kenya hakuna mtu atakubukwa sana kana Raila Amolo Odinga. Rest in peace. Rest in peace. Our condolences from the media fraternity. Mungu awape nguvu kama familia. God bless you so much. Ginya hida leo lege bye bye. Tunawapenda sana niye Getho Timo Castro. Na mimi Wakabas family.